Yaani Kalisi, navumilia kila kitu humu ndani. Navumilia hali yako ngumu. Okay. Sijawahi kukufosi hata siku moja. Unahisi mimi siwezi kwenda kutoka na mwanaume mwenye pesa? Skola, nisikilize. Hivi kati yangu mimi na wewe ni nani alipaswa kuchiti? Ni nani alipaswa kuchiti? Skola, kweli kabisa ni sema ndio vile siwezi kukuelezea lakini ukanielewa, lakini ukweli kabisa sijawahi kutoka naye kimapenzi hata mara moja. Kwa hiyo unataka kuniambia anamisi nini kutoka kwako? Anamisi nyanya ambazo unamkopesha umlipe au? Anamisi vitunguu? Au mimi ni mjinga ambaye sielewi maana ya huba na nimekumisi na my love sizijui, yani sizielewi. Skola, sikiza mke wangu, naomba punguza hasira. Unajaribu kunielewa wala kidogo. Skola, mimi nakupenda sana. Nakupenda mke wangu. Natambua mchango wako, natambua thamani yako. Tumetoka mbali sana Skola. Okay. Ukweli ni kwamba hii message ambayo umeona huko kwenye simu. Okay. Skola, naomba unisamehe mke wangu. Sirudii. Nakili. Ni vitu sina namna kuelezea mke wangu ukanielewa. Niwe radhi. Skola, ukiniacha nitabaki na nani? Kuna mtoto mdogo. Lakini umenichiti mimi. Skola, acha Mungu nakuapia. Sije kutoka nje na mahusiano, natoka nimekuoa. Na hakika 100% Skola. Kweli. Yeye ndo amekuwa akinitaka, lakini mimi namkataa kila ukicha Skola. Haki ya Mungu tena nakwambia. Nikikumbu nipeleke kwa kiu utanipeleka. Tunataka tukaenda, lakini sasa tutakuwa tunafanya fujo. Unajua una hasira Skola. Naomba unisamehe, nakili. Makosa ni yangu, kila kitu ni cha kwangu, sababu sana nimekukataa kwa sababu ushahidi wote uko wazi. Lakini ukweli anajua Mwenyezi Mungu. Please. Niwe radhi mke wangu, nakupenda. Tumetoka mbali Skola. Basi kabla hujarudi nyumbani unakagua simu yako. Kama kuna message zozote za makando kando unafuta. Mimi sitaki. Mimi sipendi, naumia. Ila moyo kichaka, nalia mimi, naumia yani, nalia mimi, naumia yani, moyo kichaka. Oh, my dear. Umeamka? Ndio mangu. Umeota nini? Ana bwana. Nitaota nini kingine zaidi ya kuota wewe mangu? Oh, nice. Nakupenda sana my wife. Nakupenda pia mangu. Afuna mangu. Unachelewa sana kulala. Lakini kuamka wa kwanza. Kawaida kipenzi. Unajua kishafikaga tu saa 12 mimi huwa nawaza hela tujue. Afu nimekumbuka mwanangu. Mwenzako bana, nimechoka bado. Nimekumbuka mwanangu. Jana nikupona ubuyu mwenzio. Ubuyu gani tena? Nimekusubiri hapo, sema tu ndio umechelewa kurudi. Niambie. Yule jirani yangu yule. Ita jirani yangu pekee yangu. Jirani yetu yule bwana, yule mdada mtuambia. Nani? Bwana, si Skola. Skola kafanyaje? Jana bwana kaniita nyumbani kwake. Nafika pale analia muda wote, analia. Nikimuuliza shida nini aniambie. Acha basi. Sasa baadaye katika kumrodosa anaanza kuniambia kwamba eti kumbe kafumania message kwenye simu ya mume wake.
Wewe? Yaani nani mwenzake ndo kamfumania? Yeye kafumania meseji kwenye simu ya mume wake. Mbona mapya? Sasa kwa unataka kuniambia kale ka jamaa kana mwanamke mwingine? Yaani mwenyewe ndo nashangaa wanavyolalamika kwamba wana hali ngumu vile. Kwa yule mwanaume anapata wapi hela ya kwenda kumuonga kule yule mwanamke wake wa nje? Au waga anamuongopea mke wake, anasema tu sina hela, kumbe atakuwa na hela yule. Atakuwa anagaramia huko nje. Afu shoga yangu huko anamwacha na njaa. Hii kubwa. Lakini si wanaume, tunajijua wenyewe. Unajua hata kama tuna maisha magumu kiasi gani. Ni kulingana na akili ya mtu, sio kama wanaume wote. Si unajua tena. Mnajijuaje mume wangu? Vipi mwanangu, na maana uone sasa ndugu yangu. Samani mzee fundi. Steve. Nakwaje? Si samani mwanangu, niko mbali kinyama ni. Hata mimi nakuwa makini mwanangu. Unajua hii hapa ila fraud. Sasa pingekuwa lami ingekwaje? Ushaondoka ndugu yangu. Nisamee sana ndugu yangu. Mawazo tu. Kuwa makini bana. Sasa ndugu yangu umechukua namba, umenipigia mara 2. Tusijaona tena simu yako ikiingia. Ni kweli nitamani kufanya hivyo kwa sababu nitamani wewe ndio bodaboda wangu. Sema ile site niliyokuwa nimepata ilikuwa na mchongo mzuri, lakini sasa hivi sina site, yani mambo ni magumu. Lakini usiwaze mambo, kila saa nitakuwa na kucheki ndugu yangu. Baridi kaka. Haina noma. Sasa ulikuwa unaelekea wapi? Maana yake mimi nasogea mbele. Nataka nipe lift. Mimi nataka niko escort. Naingia kwa Mang'ombe hapo. Kwa Mang'ombe. Fresh basi tondoka sasa. Nikusogeze hapo mbele. Mwanangu nisamee sana mwanangu. Kuwa makini mwanangu. Unajua barabara zenyewe za watu hizi mwanangu. Kweli. Lolote linaweza likatokea. Hivi nani anajua mapenzi? Hivi nani anajua kupendwa? Hivi nani anajua mapenzi? Aje anihurumie. Hamna bwana, nimeponyoka tu. Nimekuponyoka au nawe ndo tabia zako mume wangu? Hamna bwana wife, mimi niko nakutania tu. Sasa kale ka jamaa na maisha magumu yote hayo kanahangaika na wanawake wengine. Sasa kwenye maisha haya utatoboa kweli kwa mfumo? Mungu bwana, na mwenyewe ushaanza kunipa utatu, ushaanza kunipa viulizo. Unaniambia eti wanaume bwana mnajijuaje? Tuachane nayo. Ikaje sasa baada ya kujua? Mimi sitaki bwana. Mungu mimi sitaki. Tabia yako mimi sitaipenda. Alafu Mungu unajua kama mimi nakupenda sana. Mimi nakupenda pia. Sema ujui tu. Usije ukafanya tabia kama alivyofanya yule. Sasa mimi niishi kijinga kama yule. Mimi najielewa, najua. Wewe mwenyewe unaelewa mume wako mimi umechagua. Umeona? Haujalamba galasi ujue hapo. Okay. Nakupenda sana my wife. Nakupenda pia mume wangu. Okay. Kuja basi nikajiandaa mimi niende job. Nini sasa? Bwana subiri kidogo. Nenda kaniandalie nguo basi za kuvaa. Steve, naam, punguza mwendo, tumefika ni hapa. Mbele hapo. Mzee na hata hajafika. Sasa mzee, mimi nashukuru sana. Poa kaka. Pamoja sana. Baadaye. Kalisi. Samahani ndugu yangu, samahani na. Bila samahani. Unajua ndugu yangu, yani kile kitendo ambacho kimetokea kule juu, yani mimi nakupigia honi usikie hadi kidogo nikugonge. Kimenishtoa sana ndugu yangu. Mimi kiupande wangu mimi nimehisi hauko sawa. Kuna vitu yani labda vinakusumbua kichwani. Labda tunaweza tukashare labda kujua jinsi ya kutatua. Steve bwana. Ni kweli, nisiwe mnafiki, nisiwe muongo. Kuna changamoto ambayo napitia ambayo inaniguza kichwa sasa hivi. Yaani in short ni kwamba mke wangu kakuta SMS ya mahusiano ya mwanamke mwingine kwenye simu yangu. Na ukweli ni kwamba huyo mwanamke sina mahusiano naye. Ni mwanamke ambaye ana genge lake tu dogo la matunda. Huwa nikiwa na shida na kwenda ananisaidia mara kwa mara. Sasa amekuwa akinihitaji kimapenzi. Lakini mara zote namkatalia, naambia mimi na mke na mtoto. Sasa hakuwahi kufanya kitu kama hicho, lakini nashangaa kapata wapi ujasiri kutuma SMS kama hiyo. Alafu bahati mbaya zaidi
Mke wangu ndo kaiona hiyo message kwamba nimisi ubalako. Yaani mke wangu amekasirika, imefikia sisi mpaka nataka kuondoka nyumbani. Sasa nikiangalia mimi mke wangu nampenda, kutoka mbali sana, na mtoto. Sasa hiyo imenivuruga sana kichwa, haijawahi kutokea. Yaani kwa mara ya kwanza nimesi kama dunia imebeba mabegani mwangu. Okay. Kwa hiyo tatizo ndio hilo. Yes, hiyo ndio shida. Ndugu yangu uko mbali sana. Yaani mimi hadi nataka kukugonga pale ndugu yangu, mimi nikajua labda unaanza vitu vya maana yani. Kumbe mwanangu unaanza kisa mwanamke. Tena mwanamke mwenyewe SMS. Steve bwana. Kwa hiyo kama kuna shida hapo rafiki yangu. Hapana. Yaani unasikia kwa mtoto wa kiume, yaani hapa hakuna shida yoyote. Sasa wewe, mimi nataka nikwambie. Toka lini mwanaume kabisa, mwanaume rijali ukamwona amemiliki mwanamke mmoja, wewe ulionea wapi? Hicho kitu hakipo. Wewe sikia mwanangu. Acha ujinga. Wewe yule mwanamke kama anakupenda, wewe piga mali hiyo. Fumua, yani hiyo usionee huruma. Wewe ile mradi mke wako unaye na heshima yake inabaki pale pale kama mkeo. Ila ile mali ile mwanangu siache. Wewe piga afu kinda. Sasa Steve, unajua shida inakuja wapi? Sawa, naweza nikapiga ile mali. Lakini vipi kesho mke wangu akijua kabisa akathibitisha kwamba mimi natoka na yule mwanamke? Inakuwaje? Wewe mwanangu, hawezi kujua. Hapo sikia sasa. Yaani unavyozidi kumkataa yule mwanamke. Sasa hapo ndo utasababisha mke wako ajue na yani ajue kila kitu kinachoendelea. Wewe sikiliza. Yaani yule mwanamke ukishamkinda tu mwenyewe anatulia. Utaona ndani kusumbua wala nini. Wewe mwanangu nakushangete. Yaani unamkataa mwanamke kisu na mke wako. Ulionea wapi mwanaume kamiliki demu mmoja? Wewe yule ni mkeo, mheshimu kama mkeo, lakini ile mali mwanangu pita nayo. Sasa mwanangu mimi najua unaanza vitu vya maana, kumbe mwanangu yani mali kabisa najileta yenyewe alafu naikaushia. Eti na mke. Wewe mwanangu unanipotezea. Kia pointi. Jambo la kuambiwa chanya la kwako. Kuzena ya fiki. Chelewesha tu hapo. Nilempenda kaja. Aiwanda. Hebu ujinga basi. Tulia. Vipi? Hebu tulia basi. Kwani kuna shida gani? Sina kuwao tu. Kama ujielewi. Vi. Mimi sijielewi. Vi. Nakuta kwa mara ya 3. Vi. Abe mpenzi wangu. Uji wangu huu sio kwa bahati mbaya. Okay. Mimi naamini wewe ni mtu mzima. Una akili timamu. Kulingana na mujibu wa katiba yetu, mtu yote anafikisha miaka 18 ni mtu mzima. Wewe umevuka. Una zaidi ya miaka 18. Lakini vitu unavyofanya ni vya kitoto, vya kijinga, vya kipumbavu. Naomba nisikilize vizuri. Mara zote mimi na wewe huwa tunatania, tunacheka. Lakini leo niko serious. Hakuna siku nimeumia toka nimezaliwa kama hii siku. Okay. Hivi SMS ulinitumia ulifikiria mara mbili au ulikurupuka? Message gani? Usijifanye hujui. Sawa? Nikwambia niko serious. Usijifanye huelewi. Vi. Message. Kwani imekwaje? Hiyo message inasemaje kwanza? Nikwambia stani ujue. Mimi mwenyewe bebe stani, message ipi? Kibaya zaidi. Ngoja ni. Mke wangu ndo kaona hiyo SMS. Oh, kumbe. Nyoko. SMS nimemtumia mimi mpenzi wangu jamani. Kuna shida? Afu kumbe ni mke mwenzangu. Ndo kaona. Sasa kuna shida? Kuna tatizo hapo? Alafu subiri nikwambie. Unajua nini? Mimi ninachojua hapa mjini, kushema bwana ni jambo la kawaida. Na bahati mbaya ya kupendwa na wewe,
na bahati mbaya niye kutakwa na wewe, na bahati mbaya niye kupendwa na wewe.